Mshindi hauwezi sifu zile season ziko kwa vile ziko. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mshindi hauwezi sifu zile season ziko kulingana na vile ziko. Kama ni wakati wa njaa, hautasema ni wakati wa njaa, utakuwa unasema ni wakati wangu wa kutafuta Mungu, wa kulisha kila kiumbe. Maana Mungu alisema kwamba ndege hawana mahali pa kuweka chakula. Wale ndege wa angani hawana mahali pa kuweka chakula. Hawana mahali ambapo wamewekeza. Sisi unakuta watu wako na benki, wako na Equity, wako na KCB, wako na Cooperative, wako na National Bank na bado wanatayarika. Shida zikikuja bado wako na matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Hao ndege hakuna mahali wanawekeza. Hakuna mahali wanawekeza. Hakuna mahali wako na akiba. Na maandiko kasema kwao wao wanakula na wanalala na hakuna chochote wako nacho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani wanalala tu. Ndege unakuta saa 11 asubuhi wanalia, wanasifu Mungu wao. Wanasifu Mungu kwa milio. Manake wao hawana tegemeo lingine isipokuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta sisi wanadamu, sisi tunakaa hapa ni kusifu nyakati. Unakuta nyakati za maafa, sisi tunachukua kwa posti, ni kuposti tu, mtu amekufa wapi, tuchukue tu posti. Bwana Yesu asifiwe. Na ikakuwa ni kama mtindo sasa, kwamba mtu badala tuangalie ni nini inaleta hii maafa, ni kungojea watu wamekufa wapi, tuende tupige picha, tuweke kwa mtandao. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezi kuwa hivyo. Wakati ule ambapo nilikuwa zamani, ilikuwa watu wakifa, kunakuwa na wazee. Wanatafuta hii mlango imefungukia wapi, wafunge. Kunakuwa na watu ambao wanatafuta namna ya kukomesha maafa, iwe ni maombi ama iwe ni desturi zile zilikuwepo wakati ule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa sasa unakuta hata kama ni gari imeanguka mahali, tumeshawekewa maiti zilikuwa 14 hapo, zimepigwa picha, tumewekewa kwa mtandao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikana kwamba tukiwekewa hapa tutafufua waliokufa. Sema hiyo roho ishindwe. Katika jina la Yesu hiyo roho ishindwe. Hata kama ni wakati wa zamani, watu wakifa hatukuwa tunajua wamekufia, hata wamewekwa wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na angalau sasa hivi tuko na mochari. Zamani mtu alikuwa anawekwa kwa changarawe hapo nyumbani kwenu. Mtu akikufa analetwa hapo, anawekwa kwa changarawe, analala hapo mpaka siku ya mazishi hapo hapo. Sasa hii at least kuna mochari. Mtu anawekwa vizuri. Sasa sasa hii imekuwa wazi kabisa, na ndio unaona maafa inakuwa mengi na itazidi kuwa mengi. Maana watu wale wako saa hii hawana hekima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwezi ngojeanga kazi yako ni kungojea ajali imetendeka wapi, mtu amekufia wapi, mwizi amechoma wapi, uende upige picha ndio kazi yako ni kuweka kwa mtandao. Na ndio unaona hata kifo inapendwa saa hii. Watu wanapenda kifo na ndio maana inakuwa nyingi. Nasikia mtu anasema nasikia kama naweza jiua, anapenda kifo. Alafu mnasida hapa mkisema tutakufa, mimi sikufi. Amen. Wakukufa akufe tu naende. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua sasa kuna roho ukiita, hata Yesu anasema kwamba wale watu walikuwa naenda katika Emau. Katika Timao. Walikuwa na safiri wakiongea habari. Na juu Yesu ni spirit. Wakaanza kutaja Yesu. Walipomtaja Yesu akajiunga na wao katika spirit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Yesu ni spirit. Walipoanza kusema habari za Yesu, Yesu akaungana na wao in the spirit. Kwa hivyo katika mambo ya kispirit, kifo ni spirit. Ukianza kuitaja inakujoin in the spirit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inakujoin. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo unakuta kwamba tuko katika nyakati watu hawajui. Na lazima wapate kujua kwamba nyakati zile zipo, si wakati wa kusisifu, ni wakati wa kusifu Mungu. Hizo nyakati zipo, sio wakati wa kusisifu, ni wakati wa kusifu Mungu. Hata kama ni wakati wa watu kukufa, ni wakati wa kusifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa hivyo unakuta kwamba watu wengi wanapotea. Biblia inasema watu wangu wanapotea na wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanapotea na ni Mungu anaongea. Kitabu ya Hosea chapter 4 verse 6. Anasema watu wangu wanaangamizwa na wanapotea kwa kukosa kujua. Lazima ujue nyakati. Lazima ujue huu ni wakati gani na nitakaa na Mungu wangu namna gani. Lazima ujue kipindi hiki ni kipindi gani na nitakaa na Mungu wangu kiasi gani. Bwana Yesu asifiwe.
Hata liwe ni wakati wa mateso, unajua hii ni kweli ni wakati wa mateso, ni kweli nateseka, ni kweli naumia, lakini Mungu wangu hatashushwa. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wangu hatashushwa. Sasa isiwe kwamba ati nyakati zinatutoa kwa Mungu. Hapana, mimi nakataa. Mimi nasema hapana. Isiwe nyakati zile tunapatana nazo. Maanake tunaishi ulimwengu wa watu. Hatuishi ulimwengu wa malaika. Hatuishi ulimwengu ati sisi tumeokoka, hatutapata madhira, hatutapata matatizo, hatutapata changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si ati kwamba tunaishi ulimwengu wa malaika. Hapana. Tunaishi ulimwengu ule wanadamu wa kawaida wanaishi. Na si ati kwamba tupatana changamoto, lakini licha ya changamoto Mungu wetu atapewa sifa na utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atazidi na kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tuko wakati ambapo ni mbaya sana, na usipojiangalia utakuta unasifu hiyo nyakati. Tuko nyakati ambazo ni mbaya sana, na usipojiangalia utakuta unasifu hizo nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si ajabu ukuta sasa hivi kuna mtu ameweka wokovu chini, ameingia siasa sasa. Sasa hii siasa zinaanza na bado hasijapamba moto. Si ajabu ukuta kuna Mkristo sasa ameweka wokovu chini, aingie siasa sasa, amenyane na wanasiasa. Ni nani anatoa pesa vizuri? Asapoti yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amenyane sasa na wanasiasa. Ni mwokovu lakini ni mtu wa nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni mtu wa kuokoka lakini ni mtu wa nyakati. Anaendaka na season hizo. Sisi wale tumeokoka hatuna kubadilika. Neno la Mungu liko vile lilivyo na hakuna mtu anaibadilisha. Inaambiwa usiongeze wala usifanye nini? Usipunguze. Yeah. Na sisi tunafaa kuwa hivyo. Hakuna mtu anafaa kukuongeza ama kupunguza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo usinde hapo ukiambiwa na mtu, "Oh, hii ni wakati wa siasa." Kwani wewe upendi pesa ya siasa? Kwani wewe upendi kukula wa hawa watu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio wakati ambapo unafaa uelewe kwamba usibadilishwe na nyakati. Amen. Iwe ni wakati wa gani, usibadilishwe na nyakati. Samueli alikuwa katika vita, vita ni mingi sana. Wamepigwa Waisraeli wamepigwa. Na saa hiyo ndio anachukua jiwe, anawekelea, akasema hata sasa Mungu ametusaidia. Bwana Yesu. Amen. Ni watu wangali saa hii Bwana anaweza patwa na changamoto, aende kwa nyumba yake aambie Mungu, hata sasa umenisaidia. Unakuta kwamba mambo ni magumu, lakini unaambia Bwana, hata sasa najua umenisaidia. Bwana Yesu. Amen. Si ati kwamba utanisaidia. Hakusema kwamba utanisaidia. Bali anasema kwamba akasema hata sasa Bwana ametusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si ati kwamba anasema Bwana atatusaidia, anasema hata sasa Bwana ametusaidia. Si ati atatusaidia, bali anasema ametusaidia hata kama ni changamoto. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana unakuta kwamba watu wamevunjika moyo, watu wameumizwa kwa kuwa wao hawajitambui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wameumizwa, watu wamechukizwa, watu wamejirudisha nyuma, maanake hawajitambui. Ukijitambua utaenda mbali sana. Amen. Utaenda mbali sana. Utakuta uzee unakungojea. Utazeeka namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utazeeka ukiwa namna gani? Kuna watu hawataki kujua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakuta kwamba licha ya kwamba mambo yale unapitia ni mambo ya kuvunja moyo, ni mambo ya kukukwasa. Kila mtu unakutana naye ni wa kukuumiza. Kila mtu unapatana naye ni wa kuongea nonsense. Ni mtu wa kuongea vitu hasina maana. Licha ya kuchukua hiyo muda, hiyo nafasi, ujioneshane wewe ni nani, unatumikia watu. Bwana Yesu. Amen. Sasa kuna watu wanatumikia watu. Kuna watu wanatumikia watu. Hata watu wengine wako huko. Wameingia roho ya mashoga. Unakuta mtu ni mwanaume lakini anatumikia mwanaume mwingine. Anatumikia mwanaume mwingine, ameingia na roho ya ushoga ya kule chakula. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima ujue wewe ni mtu wa maana sana katika society. Na ukuja dunia hii kibahati mbaya.
Sema sikuja dunia hii kibahati mbaya. Sikuja dunia hii. Sema sikuja dunia hii kibahati mbaya. Sikuja hii dunia kibahati. Niko na duty ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asikutumie kama dustbin. Mtu asikuandae akili yako ati kwa kuwa anaona umechanganyikiwa. Mtu asikuandae. Au kuja dunia hii kibahati mbaya. Ulikuja kwa mwelekeo na msingi wa Mungu. Hatima yako lazima ing'ae. Your destiny must shine. Hatima yako lazima ifike mahali Mungu alitaka ifike, bali si mahali wachawi, waganga, warogi na waganga walitaka ufike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeah. Maandiko inasema mtu mwenye haki huanguka mara 7 akaamuka akatembea tena. Mtu mwenye haki huanguka mara 7 akaondoka akaenda, lakini mtu asiye haki huanguka kwa maafa. Mtu asiye haki huanguka tu mara moja na ukasikia amekufa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake si mtenda haki. Ukuwe mtu mwenye haki mbele za Mungu kama Ayubu. Ayubu alikuwa mtu mwenye haki. Alikuwa anajua hata kama licha ya mwili wangu kuharibika, hata licha kwamba marafiki zangu wananipima, hata licha kwamba sina mtu hata rafiki, akajua mimi ni mtu mwenye haki na nitatenda haki mbele za Bwana. Hata licha ya kwamba maisha yangu yote imeharibika, hata licha ya kwamba watoto wangu wote wamekufa, hata licha ya kwamba ng'ombe zangu, kondoo zangu zimekufa, akasema mimi ni mtu mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akasema mimi ni mtu mcha Mungu na sitaenda kinyume na Mungu. Akasema mimi ni mtu najielewa na sitakosa kujielewa. Akakaa na akadumu katika kukaa na Mungu mpaka Mungu akaona imani ya Ayubu, akaanza kumrejeshea vitu zake. Bwana Yesu asifiwe. Utembee na Mungu mpaka Mungu aone imani yako. Utembee na Mungu mpaka Mungu aone vile wewe unavyojitahidi kupigania jina hilo. Maana hilo jina si bure. Hilo jina unasikia si bure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana naambia watu si lazima saa yote kushita takabaraba, si kabaraba. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tu moyo wako. Akishajua wewe ni wake, tosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akishajua wewe ni wake tu na roho yake moyoni mwako kuna space yake, ni hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka vitu mingi. Mungu atakagi vitu mingi vile mliambiwa ati lazima kukue na manabii, kukue utolewe unabii mwingi. Hakuna kitu kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chochote Mungu anataka ni imani yako. Mungu anataka tu kuona umesimama namna gani. Unaendelea namna gani. Umetembea naye kiasi gani. Unatembea na Bwana tu kama Samueli. Samueli ametembea na Mungu akiwa mdogo mpaka akawa mzee. Anatembea tu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anatembea tu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ninakwambia kwamba namna utakavyojiweka, namna Mungu atakuwa kwako. Vile utakavyokuwa, namna Mungu atakuwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unatembea na nyakati, wewe utakuwa mtu wa nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasikia mtu anasema kwamba nataka niende nione mahali ambapo kuna watu yaani hiyo roho ikemewe. Hiyo roho ikemewe. Hiyo roho ikemewe. Ya watu kupostia katuma mambo yale mabaya. Mabaya, hiyo ndio mambo ile watu wanapenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeah. Yaani watu kuposti zile vitu baya. Hizo tu ndio wanapenda. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikaangaliwa ikaenda kuisha. Akasema ukiona hakuna gari imeanguka mahali, hiyo si news. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema kama hakuna mahali gari inaonyeshwa, hiyo si news. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama hakuna, yani watu wanapenda mambo mbaya, kueneza upumi mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu utaona akiposti tu usikie tumepata huyu basi akihubiri mahali ameponya wagonjwa. Tumepata. Mbona hizo vitu ziko? Mbona ziko? Hata kama ni watu wa news, mbona kuna vitu nzuri zinaendeleanga? Kwa nini ziletwe? Kwa nini? News zote ni za uongo. Vitu hasina maana. Vitu hasina maana tu. Hawezi kuona kwa news watu walete kuna pasa mmoja ameombea mgonjwa mahali amekuwa na mkono mmoja imeparalyze amepona. Yaani mahali ambapo Mungu anasifiwa huwezi ona watu wakisifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huwezi. Ni news tu mbaya, vitu mbaya.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibuni sana ibada. Wale mnajaribu kuja ibada, Bwana wabariki sana. Mmepata tukijifundisha mambo ya nyakati. Mmepata tukijifundisha mambo ya nyakati. Na tukasoma kitabu ya 1 Samuel chapter 7 verse 12. Ambayo inasema vita zilikuwa mingi. Waisraeli wakapigwa na Wafilisti. Na saa hiyo vita ziko mingi hivyo, Samueli akachukua jiwe akajenga madhabahu. Akaambia Bwana, hata sasa umetusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Saa hiyo watu wamekufa, saa hiyo watu wanapigwa, lakini sasa saa hiyo Samueli anachukua mawe anajenga madhabahu, akaambia Mungu, hata sasa umetusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana tumesema nyakati zote tutakuwa wa kusifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyakati zote ni za kusifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama umepata watoto siku zote na matatizo, umezaa mtoto siku za njaa, usimuite mudhini. Mimi nakataa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nakataa. Unakuta mtu anazaa mtoto siku za shida, anamuita mudhini. Mimi nakataa. Utamuita mtajiri. Bwana usimuite tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Muite mudhini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu amezaa mtoto siku za maroho. Hata kuna watu nafikiri waliita watoto wao corona. Nafikiri wako. Kwa watu nafikiri wako waliita watoto wao corona. Bwana Yesu asifiwe. Ama COVID-19. Nakuta mtoto anaitwa COVID-19. Usiite mambo vile season ziko. Wakati season ni mbaya, tafuta jina la utukufu. Tafuta jina la utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati season hasiendi vizuri, tafuta jina la utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa saa hii kwa kuwa unasikia ni mwezi wa mwaka, ni mwisho wa mwaka, gari zinaanguka, hoi naona hata sitasafiri, naona nitakufa, hauwezi. Maanake wewe si wa nyakati hizo. Hauwezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata ukiingia gari usio tashaka titaanguka. Mborati wewe uko ndani, hata kama kuna roho ilikuwa imeshasimamishwa. Because of wewe ni nani? Wewe ni mshindi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na uko katika mission, lazima ukamilishe mission. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ujue kwamba kuna mambo Mungu anataka ukamilishe. Kuna mambo Mungu anataka ukamilishe. Kama Jona kweli alikuwa watu wa kukuva tu, Jona angekuvia kwa tumbo la samaki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama angekuwa tu ni mtu wa kukuva vile alitupwa baharini, hata hiyo samaki ingemmeza, angekufa maji. Mimi nakwambia, kama kweli watu wa Mungu ni wa kukuva vile Jona alitupwa kwa bahari tu, hata hiyo samaki ingekuwepo, angekunywa maji akufe. Angekunywa maji na afanye nini? Akufe. Na story ya Jona ishia hapo. Lakini kwa kuwa alikuwa na mission ya kukamilisha, lazima angewekwa kwa tumbo la samaki mbebe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si ati kuambiwa bahari ilikuwa hapo, maji ni haya tu yalikuwa, si maji ingine. Kama kweli alikuwa mtu wa kukufa, angekufa maji. Hata hiyo samaki angeiona. Lakini kwa kuwa alikuwa in mission, lazima akamilishe mission. Ukiwa katika mission na Mungu lazima ukamilishe. Ukiwa na mission na Mungu lazima ufanye nini? Kamilishe. Si ati kuambiwa sasa, naona sasa maafa yamekuwa mengi, nikitembea pale nimepata hema, nimeona hema ingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kamuuliza, kuna mwingine alikuwa ananiambia pale kasini hivyo, mama simekuwa mingi hapa Kwale. Kamuuliza so what? Kamuuliza, kwa hivyo tufanye nini? Simtubu, muache dhambi hizi. Mama simekuwa mingi, tufanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ukufi, watoto wako wakufi mpaka wamalize mission. Sema amen. Amen. Kwako hakuwekwi tendi ya maafa. Sema amen. Amen. Mimi naongea kama mtume, ukisikia nimesimama kwa ima na hapa, siongei kama mtu. Siongea, ukisikia nimesimama, as long as nimesimama hapa, siongei kama mtu wa kawaida. Kusida unasema mama simekuwa mingi. Bora kwako unajua, mimi najua niko na mission. Lazima nikamilishe mission. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiende na nyakati vile ziko, enda na vile wewe ulivyo. Neno la Mungu linaambiwa kwamba usiongeze wala usipunguze. Na wewe unastahili kuwa hivyo. Usiongeze na nyakati wala nyakati zisikupunguze. Bwana Yesu asifiwe.
Amen. Kama ni nyakati mbaya zimekuja, sisikupunguze. Kaa vile ulivyo. Ngumu kama ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni nyakati mbaya zimekuja, sisikupunguze. Simekupata hapo. Wewe shetani umenipata hapo. Tulia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata ukaambiwa watu kikuja kitu kiseme kanisa zote sifa, asitanifunguza. Mimi unaweza funga hii nyumba lakini huwezi nifunga mimi. Yeah. In the spirit. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. In the spirit huwezi nifunga. Kuna mtu mmoja alikuwa ameokoka sana. Akaenda mahali wakaambiwa wapige magoti. Wakapigishwa magoti, piga ni magoti, piga ni magoti. Akaambia ule mkubwa, akamwambia hata kama nimepiga magoti, rohoni nimesimama. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpaka huyo mtu akashangaa. Akamwambia hata kama nimepiga magoti hapa, rohoni nimesimama. Amen. Na ndio Yesu akasema, msiwaogope wale wauao mwili, hawana uwezo wa kuua roho. Yeah. Nyakati hata zikuje mbaya kiasi gani, isikushushe, isikushushe. Ninakwambia isikushushe, hata kuje kitu gani isikushushe. Nakataa katika jina la Yesu, nakataa. Amen. Ana hii wakati wa mvua, amuka mapema, oga. Hata kama inagonga saa hiyo, chukua jaketi moja, tafuta ingine 3. Ukijua kwamba nikifika kanisa natoa hii ya juu, niingie ibada. Lakini sisi kwamba pasa atajua, hata pasa atajua tu ni wakati wa mvua, pasa atajua tu, pasa atajua kuna matope. Hata kama ni wakati wa mvua, isikushushe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa vile ulivyo. Jua mimi mvua hutanishusha, na kwa kuwa mvua pia ni baraka. Wacha nitembee nikinyeshewa nibarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakuwa umeshinda. Mvua si laana, mvua ni baraka. Lakini unakuta saa hii wamechukua kama changamoto. Na yule mtu anasema ati Sunday nimechelewa, pasa ataelewa. Saa hii ingekuwa ni siku yake ya kwenda kufanya kazi yake. Unakuta 5 ameshaenda. Aisikia hata hiyo mvua kwa mwili. Lakini Sunday anaisikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku zote akienda kazi asikii mvua, lakini Sunday akienda kanisa anaisikia. Pasa ataelewa tu ni siku za mvua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima usimame katika hatua zako. Utetee jina la Yesu. Utetee wokovu wako. Utetee imani yako. Kwa vyovyote vile utetee msingi wako, maana yake hapo ndipo nguvu zako zilivyo. Ndio unaona hata Musa wakati wana wa Israeli wanalia, yeye ali. Bwana Yesu. Amen. Wakati wana wa Israeli wanamnungunikia, yeye anamnungunikia. Yeye analilia Mungu wake, anamwambia Bwana, najua utatenda. Mungu, najua wewe ndio ulinipatia watu. Najua wewe utafanya kitu. Bwana Yesu. Amen. Najua utafungua njia. Bwana Yesu. Amen. Changamoto zipo. Maana yake hatuishi ulimwengu wa malaika. Tuko katika ulimwengu wa watu. Msisahau. Matatizo yako, mapito magumu yako, vilio na machozi ziko. Lakini licha ya kwamba zipo, sisi tutazidi na kupaa juu kama ile safina ya Nuhu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema na vile maji ilizidi kuwa mengi, na ndivyo safina ya Nuhu ilielea juu ya maji. Haikuzama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo inanipatia kujua kwamba vile mambo magumu yanakusonga, ndivyo unaendelea na kupaa juu kiimani. Kiimani. Na ujipatie miaka inakuja ingine 2 3. Utaona kile ulikuwa unafanya. Amen. Ni watu wangapi mlisoma na wao walikufa? Ni watu wangapi mlisoma na wao saa hii walizeeka kwa kutumia mwili wao vibaya? Shukuru Mungu uko na nguvu. Hata kama sina chochote niko na nguvu. Niko na uwezo wa kujua kwamba Mungu akinipatia uwezo nitatenda vitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na watu ulisoma na wao ile standard yetu ni kama tumebaki wanaume 6 5 4. Wale wengine wote walikufa. Mwingine alienda kuogelea si wapi akakufa. Mwingine alienda kufanya ujinga yake akachukua majini akakufa na mke wake. Ujinga tu. Na ni mtu tulisoma iti na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila jambo unaona liko na mlango wa kutokea. Kama kweli kuna mlango ilitokea ikaingia kwako, kuna mlango ya kutoka kwako. Amen. Bwana Yesu. Amen. Hiyo jaribu ilifunguliwa ikaingia kwako, iko na mlango wa kutoka kwako. Amen. Chochote ambacho kimekupata
kila mlango akutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeah. Kitabu ya Isaya 45 inasema Haya ndio Bwana amwambiayo Koreshi Masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume, ili kutiisha mataifa mbele yake. Nami nitalegeza viuno vya wafalme, ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapigo ya chuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anamwambia hivi, anaongea hapo, anamwambia huyo mtu kwamba mimi ndiye Bwana ambaye niko na uwezo nifunguaye milango na hata milango ya chuma na shaba ambao mimi ikatakata, na hata wafalme wakomesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamwambia nitaenda mbele zako na nitaharibu. Akasema angalia, haya ndiyo mambo anasema hapo chini, ili kutiisha. Verse 2 inasema nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapigo ya chuma. Bwana Yesu. Amen. Ataenda mbele zako. Akamwambia nitaenda, anamwambia Cyrus, nitaenda mbele zako na nitaharibu kile ambacho kinaweza kuwa kimekuzuia, hata kama ni milango ya chuma, hata kama ni milango ya shaba, nitaharibu ili kwamba wewe uweze kujua mimi ndiye Bwana Mungu wako. Saa hii kuna milango mingi imekuzunguka, ni vile uwezi ona. Kuna milango mikubwa sana ambayo imesema kwamba utaenda, lakini Bwana akasema ako na uwezo wa kuharibu milango hiyo. Hata kama ni ya chuma anaikatakata, hata kama ni ya shaba anaiharibu, ili kusudi kwamba uweze kuwa salama. Hauwezi zuiliwa na kitu chochote ukiwa na Mungu. Magonjwa hata yakuje yatakuacha hapo hapo. Wachana na mimi magonjwa, umenipata hapo. Vitu sikuje mbaya mbaya, sitakuacha hapo. Manake hizo ni mamilango na Bwana anasifunga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasifunga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasifunga. Alimwambia Petro kwamba wewe ndiye Petro, na katika wewe nitajenga kanisa langu, wala milango ya misimu. Milango ni magonjwa. Milango ni wale maadui zako kupiga kila siku. Wala milango ya kuzimu haitashinda. Milango ni kitu chochote kinakupiga. Milango, kitu chochote utasikia kiko shida na wewe, ndio mamilango. Au Petro aliambiwa, nitafungua kanisa langu ndani yako, wala milango ya kuzimu haitafanya nini? Haitaiangusha. Bwana Yesu asifiwe. Milango ni kitu chochote kile kinapigananga na wewe. Na ninakuombea hii mwezi huu, maana yake tuko na miezi 4 tuliweka ya kwamba not my blood, sio damu yangu itakunywa na majini, sio damu yangu itakunywa na wakafara, si damu yangu. Tumeweka hiyo miezi ya kwamba si my blood, not my blood. Sema not my blood. Not my blood. Ndio maana Mungu akamwambia wewe ndiye Petro, na katika wewe nitalijenga kanisa langu, wala milango ya mizimu haitaipata. Hata kama ni mtu anaweka majini zake, haiwezi kupata. Wewe ni Petro. Wewe ni Petro. So anamwambia Cyrus kwamba nitakuendea mbele zako, nitafunja mamilango yote, nitaharibu chochote kinakuzuia, na ninakuombea wewe pahali unanisikia,
mahali ambapo unaniangalia, mahali popote ambapo unasikia sauti, hata kama ni vitu gani ambazo zimewekwa ili kwamba usimalize mwaka, hata kama ni mambo gani yamewekwa ili kwamba umalizie mwaka na machozi, ni kuambia hizo vitu Bwana anakuondolea, na utamalizia mwaka na heshima, utamalizia mwaka ukionekana na utukufu, utamalizia mwaka ukiwa na mwelekeo. Hautakuwa mtu hivi ati kwa kuwa wewe unaonekana tu. Alimwambia Cyrus, nitaharibu hiyo milango, nitaharibu chochote kinakuzuia, nitaharibu chochote kinakufanya ati mbele yako kukuwa na shida. Akamwambia, nitang'oa hiyo milango ya chuma, nitang'oa hiyo milango ya shaba, nitang'oa. Ni anakuambia hii mwezi wa 10, 11, 12, kila milango yote ambayo inanena kinyume chako inang'olewa leo katika jina la Yesu.